Basi bwana, baba aliendelea kuongea na mama, akamwambia, we mwanamke, wacha dharau. Kama ni laana basi umeileta wewe au umesahau? Akamwambia, umesahau venye ulikuwa unaliwa na mjomba wako kwenye misitu ile ya Kahama wakati mpo mnachunga ng'ombe? Umesahau baada ya mimi kukufumania ndio ukanipa hiyo papuchi yako nisikutangaze kwa vijana wenzangu, na ndio ukawa mwanzo wa mahusiano yetu? Sasa leo cha ajabu nini Koga kutembea na rafiki wa mpenzi wake? We ndio sosi ya kila kitu, na huenda pepo lako la ngono umemrithisha na mtoto wako. Kwa hiyo mwache asuguliwe na yeye kwa raha zake bwana. Basi bwana msikilizaji, baba aliongea kwa hisia mno, akamwambia mama, ongea kingine, lakini habari za umalaya nitakukumbusha kila kitu leo hapa. Au umesahau ulimpa papuche mvuvi kule Ukelewe ili upate sangala watatu? Kweli nyani haoni kungule. Ongea tena basi tu. Jamani, sikutegemea nilichokuwa nakisikia kwenye masikio yangu. Nilijiona mpuuzi, mpumbavu wa mwisho. Baada ya baba kumjibu hivyo mama, ndipo kwa hasira simu ikakatwa. Ghafla hapo nikajua mama amechukia sana, lakini baba akapiga tena, simu ikapokelewa. Kisha yakaja maneno mfululizo toka upande wa pili. Alikuwa ni mama. Akamwambia baba Koga, naomba uniheshimu tena, sitaki kabisa majaribu mimi. Naomba uniache. Umeshanitumia vya kutosha. Nimekuzalia watoto wazuri mpaka wengine ndio kama hivyo. Umeamua kuwaoa mwenyewe. Kwa kifupi, safari ya mapenzi kati ya mimi na wewe huenda imeshafika tamati. Akamwambia, endelea tu kuishi na huyo mtoto wako, ili lazima tu utajuta siku moja. Basi bwana, hili baba anataka kuongea, mara mama akakata simu. Na ndipo baba akachukia, akasema, mpumbavu tu huyu, nimbembeleze ili iweje? Mjinga kweli. Nikamuuliza baba, kwani itakuwaje sasa? Maana tumemaliza tatizo la kuficha siri ya kifo cha kaka yangu, alafu ghafla linakuja swala jipya tena. Baba akasema hakuna cha kufanya zaidi ya sisi kuendelea kuishi zetu tu kama mke na mume. Nikamwambia baba, bwana, mimi naogopa, maana nadhani saizi kila mmoja atajua asili yetu. Yaani sio Jofu wala Muna, wote watajua kuwa wewe umenitia, alafu Muna naye kanikula. Sijui nitaishije jamani. Koga mie, mbona nimejiwekea uzio mwenyewe mimi kwenye, nitapata tabu sana yani. Basi bwana, baba akawa amenitia moyo pale, kisha akawa yupo bize kunikandia tu mayai, anikaangia. Mimi nikachukua simu yangu nikamwandikia meseji dada, nikamtumia meseji nikamwambia, dada, pole kwa yote jamani. Baada ile meseji ikajibiwa na mtu ambaye sikuwa na uhakika kama ni dada, maana ilikuwa imejibiwa katika mfumo wa kiume zaidi. Ile meseji ilijibiwa hivi: sikia we Koga, bado una nafasi na muda wa kuomba msamaha kwa ujinga wako. Makosa yako ya kawaida sana, ila msamaha unahitajika, vinginevyo usikanyage kwenye nyumba yangu, maana una mapepo wewe. Nilisoma ile meseji nikajua tu imeandikwa na shemeji, maana najua tu dada hawezi kuniambia maneno kama haya. Nikamjibu tu kwa kifupi, nikamwambia sawa, nitafanya hivyo. Nilitulia msikilizaji, nilikuwa nikiwaza, maana hali yangu ilikuwa bado ipo vile vile, yani kichefuchefu bila sababu, kuchovu ukiwa ndio zaidi unazidi. Sikujali baba alileta mayai, nikaanza kula. Yalikuwa mazuri sana, nilikula nikashushia na mapalage. Muda wa kulala ulipofika, nilitoka chumbani kwa baba, nikaenda kulala chumbani kwangu. Hazikupita dakika kadhaa, baba akaja na kuoji, akasema, mbona nimeondoka kule? Au napenda kulala chumbani mwangu?
Nikamjibu baba, nikamwambia ndio, maana mate mdomo alikuwa amenijaa mdomoni na harufu ya jasho la baba ndio ilikuwa inazidi kunichafua zaidi yani. Hivyo nikamjibu kwa hasira kidogo, maana nilikuwa sitaki kabisa aendelee kubaki hapa, atanifanya nitapike bure mimi. Nikamwambia baba, mimi najisikia vibaya baba, sipendi kukaa karibu na wewe, naomba uondoke tu haraka tafadhali baba yangu, ondoka. Baba akatulia kidogo, kisha akaniambia, ina maana Koga, wewe kunitamkia mimi hivyo? Na kuuliza, unawezaje kudhubutu kunitamkia maneno ya kejeli kiasi hiko ambayo hata mama yako hakuwahi kunitamkia? Kwa hiyo umenivuruga na mama yako, alafu na wewe unaanza kuniletea nyodo hapo. Sasa nakwambia hivi, hapa utaliwa, utake usitake na kukula. Yaani wewe kwa kuniambia mimi nanuka? Jinga wewe. Muda wote huo wakati baba anaongea, msikilizaji, mimi nilikuwa nimeweka mto tu puani kwangu, maana nilikuwa naona kama nipo kwa toi vile, jinsi baba alivyokuwa anatoa harufu mbaya. Baba akaendelea na kusimama tu pembeni ya kitanda, huku akinitazama jinsi nilivyoumbika mtoto wake. Kisha akaniambia, sasa wewe si utaki kulala pamoja na mimi? Sasa leo utakojoa humu ndani. Kwaheri na usiku mwema. Mimi sikumjibu chochote, jambo ambalo naamini lilikuwa likimuudhi sana. Alipotoka akafunga na mlango, kisha akaanza kubana komeo kwa nje. Nilipoona hivyo, nikasimama nikasogea mlangoni. Nikasema, baba, naomba usibane komeo kwa nje baba. Nikiwa fresh nakuja chumbani kwako mpenzi. Kumbuka nimekumisi sana my daddy. Naomba acha hasira mpenzi. Basi bwana, hakujibu chochote. Nikarudi kitandani na kupitiwa na usingizi. Nikiwa ndotoni nilianza kuota nipo nafanya mapenzi na punda wangu. Tena tukiwa kitandani pazuri, alafu nikaanza kuhisi na kojoa eti. Ndipo nikashtuka usingizini na ndoto ikayeyuka. Nilikuwa nimelala chali huku nimetanua miguu yangu. Nikijishikashika tu uchi wangu, nilikuwa nimeloa kweli. Huku simi langu limesimama kama kidole. Basi bwana, nikabana mapaja yangu, nikajifunika shuka na kuanza kutafuta usingizi. Ila ilikuwa ngumu sana, maana nyenge zilikuwa tayari zimenizidi eti. Nikainuka kitandani na kukaa. Nikaona saa ngoja niende kwa baba nikampe nyapu, maana sina namna nyingine ya kujitoa hizi nyege zangu. Niliugusa mlango, nilifurahi alikuwa kauacha wazi kabisa. Nikajifunga kitenge nikaenda mpaka ndani kwa baba, maana aliacha mlango wazi akubana komeo. Nikaingia zangu mpaka chumbani kwake. Niliposogea tu karibu hivi, harufu ya jasho lake ikaanza kunichefua. Lakini nikaona sio kesi. Ngoja nirudi zangu kwangu, mtu gani mchafu hivi ananuka? Basi bwana, ile nageuka tu nianze kuondoka, nikashangaa nimeshikwa kiunoni, huku mashine ikinigusagusa. Acha tu. Akaniambia, we Koga, unaipeleka wapi hiyo papuche we mtoto? Hebu njoo hapa bwana, kumbuka nimeua kwa ajili yako. Hebu lete papuche bwana, sogea hapa, njoo. Nilishtuka msikilizaji, nikavuta pumzi ndefu. Wakati naishusha, baba alikuwa tayari kanivua kitenge. Sijakaa sawa, akanisukumia kitandani, akaanza kunilambalamba ovyo ovyo kwenye papuchi yangu. Nilisisimka kidogo, huku harufu ya mle chumbani ikizidi kunichafua eti. Nikaona hapa sasa, bwana nijifunike shuka usoni. Nikavuta shuka na kuliweka usoni kwangu. Hapo kidogo tu ikanisaidia kidogo, nikatulia. Nikamwacha baba aanze kunikuna, maana inanyege sana eti. Basi bwana, baba akiwa kadata na mwili wangu akaja mpaka usoni mwanga,
akalivuta shuka pembeni, kisha akaleta mdomo wake kwa mdomo wangu. Nilihisi kama nimelishwa, yani sijui, maana nilimtoa kwa nguvu kabisa, lakini aliendelea kunilambalamba shingoni mpaka masikio. Nilikuwa najisikia vibaya, eti kichefuchefu, huku nakaribia kutapika. Baba hakujali, ati yeye hakujali. Yani alipoona namsumbua, ndipo akauchomeka na mashine lake kabisa kwenye papuchi yangu. Niliguna kidogo, maana aliuingiza ghafla, alafu uliingia wote. Nilihisi utamu kidogo, ila mate yake yalinichafua sana. Na ndipo ghafla nikaanza kutapika, huku nikimfokea baba niache. Kama baba, jamani, uniache, unanuka huko, sitaki mimi. Mbona unielewi? Cha ajabu, baba aliendelea kunipiga nje ndani haraka eti akisema, tulia wewe, hapa utoki mpaka nikojoe, na utakuwa unaliwa mwanzo mwisho mpaka usahau shida zote za mapenzi. Mimi niliendelea kutapika tu, msikilizaji. Nilirusha matapishi ya mayai mpaka usoni na mdomoni mwake. Basi bwana baba akawa anajilamba yale matapishi yaliyo jirani na mdomo wake, huku akinilamba na mimi eneo lote la mdomo wangu. Alikuwa akanibana mikono yangu, sikuwa na ujanja, huku mashine yake ikiendelea kunipa dozi kwenye papuche. Hata hivyo sikuwa nahisi chochote, msikilizaji, maana hasira nilizokuwa nazo sio za kawaida. Yaani nitamani hata nimtie kisu baba tu afie huko mbali. Lakini nikaona tayari anaanza kupandisha mzuka, na muda huo akanikojolea, na ndio akanizidishia kinyaa na kichefuchefu. Nikafumba macho, maana sikutaka hata kabisa hata kumtazama usoni. Aliponiachia eti nikainuka na kutoka mbio mpaka bafuni. Nikaoga zaidi ya nusu saa ili nitoe shombo na harufu ya baba kwa nanuka. Ili namaliza kuoga, baba naye akafika hapo bafuni. Akaniuliza, umemaliza koga? Koga mke wangu kipenzi, njoo niogeshe basi na mimi. Sikumjibu. Nilimpita kama mshale, nikaenda zangu tu moja kwa moja mpaka chumbani kwangu. Nikajitupa kitandani huku nikijuta, kwa nini nimekuwa mjinga kiasi hichi? Kwa nini nisiende tu kwa Jofu jamani, nikamwombe msamaha, nianze kuishi naye, kuliko kuendelea kubaki tu na huyu mzee kikongwe hapa, tena mkewe bado yupo. Kweli sitaki kupoteza muda hapa. Nilijilaza kitandani huku najipapasa mwenyewe, na hatimaye hisia zikaanza kuja kwa mbali, yani mimi. Nikasogea mlangoni, kisha nikamuita Nasri, yule mbwa. Akaja haraka, nikaenda naye mpaka ndani, nikamuinua, nikamweka kitandani, kisha na mimi nikapanda. Yeye nampenda sana Nasri, maana anajua kuzama chumvini. Ukimpa papucha anainyonya, yani lazima ukojoe, maana anajua kutumia ulimi wake vyema kabisa. Nikakitupa pembeni kitenge changu, nikambusu, naye akanilambalamba, kisha nikageuka, yani nikamgeuzia matako. Akaninusanusa, kisha akaanza kunilamba kwenye tigo yangu. Akanilamba kidogo, kisha akahamia kwenye nyapo. Yani alininyonya, alinilamba na kunilamba mpaka nikaanza kukaribia kukojoa mimi. Lakini roho yangu ilikuwa inaniuma sana, maana Nasri alikuwa na makisai. Kwa hiyo hawezi kunikula eti. Yeye nitamani sana nimpe papuchi yangu, maana wenzake wote tayari. Nikawa nawaza kwamba sio mbaya hata na yeye pia akinitia. Mzuka ulizidi kunipanda, msikilizaji. Nikamshika shingo Nasri, nikamkandamiza kwenye papuchi yangu. Nasri akashindwa kupumua, ikabidi ainue tu miguu yake ya mbele na kuitanua kwa matoko yake.
Basi bwana, wakati akiendelea kunilamba, mara sijui alifanyaje akawa ananingata kisimi changu na meno yake. Nilikojolea bao moja huku napiga ukelele. Nasili akatoa mdomo wake haraka huku akipiga chafya za maana. Chafya. Nikajua nimemkojolea puani. Basi bwana, nilitandika vizuri kitanda changu kisha nikalala zangu pamoja na rafiki yangu Nasili, mbwa huyo. Nilikuja kuamshwa, ilikuwa ni saa 1 na baba ambaye alisema anaenda kwa mganga tena, kwa hiyo akichelewa mpaka saa 5 nifungulie ng'ombe ziwe zinakula tu hapa nyumbani. Nilimjibu baba kiusingizi, nikamwambia sawa baba, hamna shida. Basi bwana, Nasili aligoma kabisa. Baba kujua chochote kinachomfanya Nasili akatae kuondoka naye. Baba huyo akaondoka zake. Nikavuta shuka nikajifunika mwili mzima, kama unavyojua usingizi wa asubuhi ulivyo mtamu. Nikajikuta nimepitiwa na usingizi mpaka saa 3. Niliamshwa na kelele za ndama pamoja na mama zao, maana watoto wanalia, wanahitaji kunyonya. Wanawaita watoto wao wakawanyonye. Kwa hiyo ikawa ni fulu kelele tu. Huku Nasili mbwa wetu ndio akiwa mlinzi wa mbuzi, maana mbuzi walipoona hakuna mtu anayehenda kuwafungulia wakaamua kujiongeza wenyewe. Kama unavyojua mbuzi akifanikiwa kutoka mbuzi mmoja mkubwa, basi zizi zima wanasepa. Sasa shughuli ikawa kwa Nasili akuwapa nafasi ya kutoka eneo la nyumbani. Basi bwana, mimi nikaamka chapu nikavaa suruali yangu moja na ikubali sana. Nikatoka, nikamua maziwa kama lita 5 hivi. Nikawafungulia ndama ili wanyonye, maana walizidi kupiga kelele eti. Nikawafungulia na ng'ombe wote pamoja na mifugo mingine yote, wakiwemo kuku pamoja na bata. Niliwaomba msamaha sana, maana niliwachelewesha eti. Tena kuku ndio kabisa. Maana kuku kama wamechelewa kabisa, yani kuamka, basi ni saa 12:30. Kuku ndio kumba anayeamka na anawahi kabisa kulala. Basi bwana, nikawa nimemwekea yule mbwa Nasili maziwa kama lita 1 hivi. Akanywa yote, nikamwongezea tena robo, akalamba kidogo, akaacha, nikajua akatosheka. Nasili alikuwa kanawili, utampenda. Yeye ni mkubwa, kaenda juu, meno yake masafi. Basi bwana, mimi nikachemsha maziwa nikanywa, kisha nikawasimamia ng'ombe ili waende mbali. Ilipofika saa 5:30 nikaona bora tu niwapeleke mimi malishoni. Ile najiandaa tu, tumbo likaanza kuniuma, huku kichefuchefu kikazidi. Nikaamua kutulia tu, lakini Mungu si athumani. Baba akawa tayari amerudi. Akaniambia, we Koga, una tatizo gani mke wangu? Ndio baba ananiuliza, ameshika tumbo langu. Nikamwambia baba, mimi nipo sawa, ila nashangaa tu tumbo limeanza kuniuma ghafla, sijui nini tatizo, yani sielewi kabisa. Basi baba akanipa pole, kisha akaniambia ngoja apeleke ng'ombe malishoni, akirudi kama hali ikiwa bado atanipeleka zahanati. Nikamwambia sawa baba, itakuwa vizuri, maana linaniuma sana eti. Ni mwenzako nahisi kufa mie. Nilikuwa nahisi huenda period inataka ianze, maana zimeshapita siku kama 5. Sasa nilitakiwa niingie period, nimeona kimya tu. Nilidhani mimba, lakini ndio kama hivyo. Baba alienda kunipimia mkojo, ikaonekana sina mimba. Sasa sijui tatizo nini. Au nikaanza kuwaza, au punda kaniharibia baadhi ya viungo tumboni mwangu. Nikasema lakini hapana, nisimsingizie punda wa watu bure,